Injili ya Marko mtakatifu sura ya 2. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, "Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu?" Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, "Mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi." Hapo amwambia yule mwenye kupooza na kuambia, "Ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako." Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, "Namna hii hatujapata kuiona kamwe." Akatoka tena, akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea, akawafundisha. Hata alipokuwa akipita, akamuona Lawi wa Alfayo, ameketi forodhani, akamwambia, "Nifuate." Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, "Mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu aliposikia aliwaambia, "Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi." Nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, "Kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Ikiwa ashona, kile kipya kilichotiwa huliharibu lile vazi kuukuu, na pale palipotatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atia, ile divai mpya itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya." Ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, "Tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato?" Akawaambia, "Hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kuliwa ila na makuhani, akawapa na wenziwe?" Akawaambia, "Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia."